Wabobezi Session 2 Masai wa Longido. Unajua kuna moment inatokeaga unakuta wewe una simu yako ina salio. Kwa hiyo wakati simu yako ina salio anatokea mtu anakuomba, anakuazima kwamba naomba mimi nipigie mtu fulani. Na kiwalisia watu waga hawajui. Unapoomba simu lazima uende kwenye lengo. Nenda kwenye lengo ambayo umeombea simu kwa sababu salio sio ya kwako. Salio ni ya mtu mwingine. Sasa kwa nini Msukuma waga afanikishi lengo? Msukuma anapoasimwa simu utashangaa amenyang'anywa mapema. Ananyang'anywa mapema kwa sababu Msukuma huwa haendi haraka kwenye lengo. Ina maana kiwalisia sana zungumza pale inaweza katokea mada nyingine ikamfuruga akajikuta amedakia mada nyingine badala ya kwenda kwenye lengo lake ananyang'anywa na simu na lengo hajaitimisa. Msukuma anakuja kabisa vizuri, anakwambia naomba uniasime simu nataka kuongea na mama yangu ni mgonjwa. Unampa simu. Umempa simu haendi kwa mama mgonjwa. Unasikia kwanza. Anapiga simu kwanza pale nyumbani. Anapokea ambaye ni mtu ambaye yuko karibu na mama pale ile mazingira. Anaanza kupiga naye story pale. Halo. Nataka kuongea nani anaongea hapo? Jafe. Jafe upo. Naendelea Jafe nyumbani hapo. Mama yupo. Mnaendelea nilikuwa nataka kuongea na mama. Unasema uko na nani? Mwingine nazia kuna sauti nakasikia hapo. Nani huyo? Sikitu. Kwanza mpe Sikitu kwanza simu kwanza ujue. Sikitu anampenda sana ujue. Ani Sikitu kwanza yani moyo wangu mimi alikuwa ameshauteka. Alikuwa umpe kwanza simu kwanza huyo binti kwanza mtoto huyo kwanza niongee naye kwanza. Hapo ameshatoka sasa kwenye lengo anaongea na Sikitu. Mlemba vipi? Wewe unaongea na Mgungumuki Nyaungumalo hapa. Niko loko City Mall Mwanza hapa mjini jijini hapa. Utakuja lini kwanza mjini hapa? Wajana wanakupendaga sana Sikitu. Binti kile na ile poa yako hivi nimeshapungua uzito. Sikitu wewe wanakupenda. Njoo basi loko City Mall. Uje basi mwanzo unitembelee basi. Wajana kupendaga sana hapa nakuja nije nikununulie. Kwanza huko wote ni washamba tu. Mimi ndio yani ukiona kwanza pampa ninazo nyuka sasa hivi hapa. Watu wote huko yani leo ni kutu. Wote wanikubali. Ni wewe tu ndio umebaki unikubali Sikitu. Fanya basi uje mlembo. Acha mimi nakubaliki sana eti. Nikupeleke basi kuna sehemu moja napaita Loko Beach. Nikupeleke Loko City Mall pale ndani. Ulishaingia pale? Wananijua mno wananijua. Muda wote hiyo anaenda hapo hajaongea na mama. Mpaka anakuja kushtuliwa hapo muda imeshaisha na simu imechukuliwa salio ya watu hata imekata. Haendi kwenye lengo. Anasalisha tu maneno. Pale anaongea na Sikitu pale, anadakia tena kitu kingine. Hivi mwenzako yule bite ameshaolewa? Asi unaona. Mwenzio ameshaolewa wewe bado huku unashangaa kati bahati yako ni mimi. Fanya mpango uje. Unakuja lini sasa? Hapo lengo imeshapotea. Lakini ni tofauti sana na Mwahaya kwanza akiwalisia namna anapokuja wewe kukuomba hiyo simu yako. Hataki kuonesha kwanza alikuwa hana salio. Hataki kuonesha kwamba alikuwa hana kifurushi ndio maana amekuja kukuomba. Kwanza anakuja na biti. Kijana. Mimi naitwa Ruta, nafanya kazi katika ofisi ya manunuzi na surprise. Sijui kama utaweza kuelewa sana, sijui uweze kuelewa haya mambo. Yani lakini kiuhalisia ni demand supply production multi nutrition nutrient. Ndio ofisi ambayo nafanyia kazi. Sasa kiuhalisia ilivyo nina simu. Sio kwamba sina. Simu yangu mimi inapiga abroad. Unaelewa maana ya abroad? Yani nje ya mipaka tu, yani ndani within. Hii unajua hapo Kiingereza kidogo. Within the borders. Haiwezi ikatoka. Mimi waga napigia watu wa Saudi Arabia, napigia watu wa Egypt, napigia watu wa Johannesburg, ndio napigia. Sasa kiwalisia kuna mtu mmoja hapa wa muhimu kwenye serikali, nataka kumpigia pia. Naomba simu yako mara moja hapa, nimpigie. Ameshakuvuruga kwanza kisaikolojia hapa. Yaani hapo umeshaona kabisa simu yake alionayo sio kwamba anakuja sasa kwenye lengo lake. Lengo lake hapo ndio utakapochangaa. Wewe ngoja kwanza. Hapa nimekutana na kijana mmoja hapa vijana wa mtaani hapa. Ndio nimechukua simu hapa. Naomba unanipa kuongea na kopro wa nini? Kopro wa nini? Mimi naongea na meja. Nilitie meja. Unanipigia kopro. Hapa yenyewe nimetoka kuongea na RPC hapa. Tulikuwa tunapanga mikakati mizuri. Alafu unanipa mimi kopro wa nini? Alafu nielezee meja. Alafu sasa hiyo yuko kwenye simu anaongea hapo anaanza yule mtu anaenda kupeleka simu kwa meja anakuwa anakuambia unajua vijana wengine hao ambao sio elimu hao. Vyo tutakuja tuwatoe vyo. Tunataka kuongea na meja. Umeshamkabidhi? Ala sikiliza nikwambie. Nimeshatoka kuongea na RPC maelekezo nimeshampa utachukua kwake. Mtu mengine utaacha huko nakuja uishika simu yako kijana. Wao watu wengine hao watakuja tu alafu na wewe unafanya nini hapa? Kibao nataka kuweka kwako na wewe
Mtoki hapa mtaani msikae kuzunguka hapa. Mambo ni mengi. Mkuria wa Mara ni mtu ambaye kiwalisia anakuasima simu yeye, lakini vocha unaenda kufuata wewe kumuongezea endelee na mazungumzo. Mazungumzo yake ndio inafanya wewe uende kanunue vocha kwa hiari yako mwenyewe bila kulazimishwa na yeye mazungumzo yake. Unasema amekuja kwanza anapochukua kama ni simu ya button, atakapobonyeza ni kama button zinataka kutobolewa siingie ndani. Mara lete simu hiyo mara moja hapa, kuna jambo moja la msingi hapa, watu wengine ni wajinga kweli kweli. Leta hiyo simu yako hiyo. Lete hapa. Nataka niongee na mtu mmoja. Hiyo button sasa hapo inapobonyezwa ni kwa nguvu zote. Sifuri ngapi hapa, watu wataka kuleta mambo ya ajabu. Hapa. Inawewa kama saruti imepigwa. Mbona sasa hiko hivi Warioba? Mbona wewe unataka kunizungusha Warioba? Hapa sasa hivi hapa nilikuwa naongea na wewe, salio imekata, niliazima simu kwa mtu mmoja mjinga, yani unakaa na simu mjini, alafu unakuwa na salio eti la buku tu. Nimemtandika, yani ametoka pale amekuja kuniamua sasa hivi anaenda polisi kule, nimefika pale polisi na nikatwanga na askari. Nimemtwanga na askari pale, alafu na yeye pia nikatwanga, nikawapa reason. Mtu unatembeaje mjini una salio la buku? Alafu na hapa pia nimeazima nyingine. Huyu niliazima naye pia kama hana salio eti. Una salio la kutosha au huna na wewe ni kuanze. Hapo ndio wake inatokea sasa Mkuria unaenda kufuata salio, unajiona kabisa hapa hii dakika hapa haitoshi. Unaambia bro, ngoja nikachukue. Ukienda ukachukua salio kaja kumletea hapa maongezi. Naona ameshaongea salio hapa sasa Warioba, tunaweza tukaendelea kuongea hapo. Unajua iko hivi. Mimi wale vijana nimeshawaambia mimi natimba huko. Na nikisha timba hapo lazima pachafuke. Wewe unaandaa mazingira hapo mazuri kwa sababu hapa nilipo niko kwenye ice. Gari yenyewe haitembei. Naona pia dereva naona anaongea tena na watu wengine huko. Mimi na taarifa zangu nataka nizifikishe mapema. Yeye anafanya mambo mengine. Sasa kufanya ni hivi. Nikimaliza kuzungumza na wewe Warioba, nakamata konda, na natwanga dereva, nakamata gari na kuja na kuwai mwenyewe. Na shusha na abiria wote. Tabakiza huyu mmoja tu labda ambaye pia ameniazima simu hapa. Nije naye na yeye. Kwa najiwahi hapo mapema, hamna mimi kimaliza tu naenda tu yeye. Mkuria huyo kwa Mara ndio anakuaga hivi. Lakini Muha wa Kigoma kiwalisia, wewe mwenyewe ndio utaacha simu yako ukimbie. Utakimbia mwenyewe. Maneno anayokuwa anazungumza Muha. Anakuja kuomba kwanza vizuri sana, yuko humble. Ndugu yangu, kweli nilikuwa niko mjini, lakini kiwalisia kasario kwenye simu yangu, ninayo simu yangu, lakini kasario kamekata. Kuna jambo moja nataka tu nizungumze tu dakika kama moja au tatu. Nisaidie ndugu yangu kweli. Lazima tupeane. Akishachukua simu yako sasa, maneno atakayezungumza wewe ndio utakimbia. Mganga, ndio nimeshafika mjini. Kwa kweli maelekezo uliokuwa umenipa mara ya kwanza ndio umesema kwamba kafara nitoe 2. Kafara ya kwanza nimeshatoa kwenye daraja pale, watu wameshakufa pale. Sasa hivi niko hapa sitendi, nataka pia nitoe kafara nyingine hapa. Kwa hiyo amesema nitoe wote waliosimama hapa. Wako wote, kuna ambaye amenikabidhi simu yuko hapa karibu, na kuna mama watatu. Kwa hiyo wote nipige nipampule hii dawa, wote wafie hapa, si ndio? Wewe wasimu njoo kwanza simu yako. Rudi basi. Naona wasimu amepungua, naona nakimbia na yeye. Kwa hiyo nitoe kafara wote hapa. Haya, haina shida. Sasa kile kibuyu ulisema nirushe kwa nyuma kwa mbele. Hapo hiyo maelezo tu ambayo ametoa tu hapo Muha wa Kigoma. Sasa hiyo mwenye simu umeshaona hapa ikafara, unaacha na simu yako unatembea bevele. Ndio inakuaga hivyo.